Nizungumzie chia zinaondoa dalili za uzee, nikiwa na maana kwamba kwa kuwa zinafanya service kubwa mwilini, hata kama si uzee tu, zinaweza zikamfanya mtu akaishi miaka mingi kwa kile ambacho nitakupa, ambacho ndio kinachoonekana kwa wagonjwa wengi tunaowapa. Lakini tuzungumze dalili za uzee ni zipi? Mtu anaweza akawa na miaka 40 tu, anasogea kwenye 50 hapo, unakuta anaumwa mara kwa mara, analalamika mara pingili, mara mifupa inauma, mara amechoka, hawezi kufanya chochote, mara anapoteza kumbukumbu. Sasa hizi chia akila mtu hata aliye mzee, muda mwingine unakuta wazee wetu wanatembelea mikongoji, na maana migongo inauma sana. Chia akila zina madini mengi na zina namna ya vitamini za kutosha, na kisha hizi chia zinatoa uteute. Kwa hiyo maumivu aidha ya mgongo kwenye pingili kulika na au mifupa kuchaka, chia inatoa uteute kwa huyo mzee, inaweka uteute mle kwenye pingili na kwenye mifupa. Lakini mifupa kama ikiwaka moto, maana yake sumu ziko kwenye mifupa, chia itatoa sumu zile zilizoko kwenye mifupa kwa ajili ya yale madini ya selenium na madini yale ya zinc yaliyopo kwenye hizi mbegu za chia, yatamtoa zile sumu yakisaidiana na vitamini B mojawapo iliyopo humu, itatoa zile sumu. Lakini ule uchakavu wa mifupa inatoa sana ule uteute ule, itajastia mifupa kama inavyokuwa, itajastia mifupa, itaponya, itakuwa na ule uchakavu uliochakaa, itakaa vizuri. Lakini kisha wazee unakuta wanachoka. Ile mzee kuchoka, maana yake mwili umekuwa na sumu nyingi, lakini pia milija mingine inakuwa imeziba na madini mengine yameondoka. Sasa chia itamtoa zile sumu, lakini itamrudishia yale madini, lakini itamzibua ile milija mzee. Kwa hiyo hapo mzee atakuwa vizuri. Lakini muda mwingine anauma mara kwa mara. Sasa watu wanajua huo ni uzee wa kuuma mara kwa mara, lakini kisha huyu mzee akila hizo chia, swala la kuuma mara kwa mara, mwili wake utakuwa umeshafanywa service, utakuwa umeshakingwa, atakuwa na uzee usio wa kuuma mara kwa mara, afikisha atakuwa na nguvu. Wakati mwingine wanasema ni wazee, unakuta hata kushiriki kwenye ndoa wanakuwa wanasema ni uzee, lakini ukiangalia na miaka 45, miaka 50, miaka 70, hapa kwa mwanaume atakuwa kuendelea kushiriki tendo la ndoa. Sasa kula hizi bidhaa uone jinsi ambavyo umri unakuwa ni mkubwa, lakini mwili unakuwa na nguvu, alafu mambo yote hata ya ndoa huyu mzee anarudi kuyafanya vizuri. Na hapo ndipo ambapo hata wengine tunafundisha sasa kwamba wengine ndio wanasemaga hii inaleta nguvu za kiume, kumbe hawajui wanachokizungumza ni nini. Ni kwamba mwili wa mtu kisha kuwa umepungukiwa madini na umekuwa na hizo sumu, mfano umepungukiwa madini ya zinki, sumu zikiingia zinaua hayo madini. Madini ya zinki yakishakuwa yamekufa, uwezo wa tendo la ndoa kwa mwanaume inakuwa halipo, na kama likiwepo ni hafifu. Sasa chia inafanya vipi? Inakupa yale madini yale ya zinki kwa haraka tu. Ikisha kupa madini ya zinki, baba anarudi kuwa bora. Kwa hiyo hata leo watu wengi unakuta wanaachana sana kwenye ndoa kwa sababu wanaume hawatekelezi tendo la ndoa. Kwa hiyo akila hizi chia, huyu baba na huyu mwenye umri ambaye ameshaoa, hata kama ni kijana, maana hata kijana kama hashiriki ndoa, maana yake ana dalili za uzee japo ana miaka labda 25, 30. Sasa na yeye hiyo dalili itaondoka kabisa. Kwa hiyo mazingira hayo wanawake, sasa kwa wanawake inakuwaje? Kwa wanawake unaweza kuona anapoteza hisia ya tendo la ndoa, ina maana mwili wake umejaa masumu mengi, na hivi vitu kuna visababishi ambavyo vimekuwa vimesababisha hawa watu kufikia hivyo kuwa wadhaifu kwenye hilo tendo. Visababishi ni ulaji wa masumu mengi, alafu kuna kutumia vipandikizi, sindano za uzazi wa mpango, zile ndio zimesababisha watu kuwaondoa hamu. Hata mwanaume anaposhiriki na huyo mama anayetumia vipandikizi, inamnyonya na huyu mwanaume inampa ile sumu, bado anabaki baba asiyeweza kufanya tendo la ndoa. Baadaye zinaanza lawama, kumbe wanasayansi wamekubaliana na vitu hivyo, kumbe vinawaumiza watu wengi. Lakini sisi tunakupa uwazi wa tiba zetu hizo, ukitumia unarudi katika hali ya upya, masumu yanatoka, unapata madini mengi, basi uko kwenye kuondoa dalili za uzee, unaondoka kabisa.
vijana wanakuwa wazuri, na wazee pia wanakuwa na uzee usio wa kuugua, na uzee usio wa kulalamika mifupa, na uzee ambao watakuwa wanaendeleza habari ya nyumba na ndoa kabisa. Kwenye jambo hilo nimefafanua kilivyo. Ndugu zangu, karibu sana, zitumieni hizi huduma zetu. Kikubwa mkitafakari ni kwamba mimi nafanya tu hii huduma kwa sababu Mungu imemlazimu nifanye, na ndio maana bei zetu kwanza ziko ndogo tu. Ni kwa sababu hatufanyi kwa ajili ya kujipatia maslahi, tunafanya kwa ajili ya kuiokoa jamii. Imeingizana sana kwenye sumu, inakula mazao yenye sumu, inahifadhi kwa sumu, inalima kwa sumu mpaka kupalilia kwa sumu, na pia inakula haya manyama ya kisasa haya. Mfugo anakuwa muda mfupi, haya makuku haya watu wanakula. Sasa hii ndio inatuingizia sana, watu wengi nawaingizia udhaifu. Sasa ule udhaifu unaotokana na masumu, hizi bidhaa zinatoa ule udhaifu wote, na ndio wale wasomi wa nchi za nje wakatuambia huku mbele tutakapokuwa tunaishi, tutakuwa tunaishi miaka michache, tutakuwa wazee kama miaka 40 tutakuwa ni wazee. Walikuwa wamekadiria kwa ulaji wa sumu, tukiwapa wa jamaa wanakula, yaani hawaachi. Kwa hiyo wakadiria hivyo, lakini kila haya mazao inawezekana tukafika hata miaka 100 kwa sababu tutakuwa tunaingiza sumu na kutoa. Lakini hivyo ndivyo tunavyokupa uwazi. Tufuatilie sana hii kampuni ya New Tele Uzima, ina vitu vikubwa na wengi wananufaika sana, na wanatusifu sana kwamba tuendelee. Na wewe unatakiwa utuombee sisi tuendelee kutoa hizi huduma zetu ili Watanzania wawe salama, na kisha ulimwengu wawe salama, Afrika wawe salama, duniani kote kuwe salama. Hatuna shida kwamba wateja watafumuka, watatushinda, watakuwa wengi baada ya matangazo haya. Sisi tunajua kwa sababu tuna uwezo wa kuzalisha, tutazidi kupanua. Na kama tuna watu katika nchi hii ambao wanaelewa jambo la msingi na wakalitumia wakano la msingi, kama wanaweza wakatilia nguvu ili Watanzania wawe salama, ndio vitu vya msingi vya kufanya. Lakini mara nyingi huwa wanafanya vitu tu ambavyo havina mashiko. Lakini wakifanya vitu vya msingi hivi, Tanzania wote kama wakikula wote, tungekuwa imara sana mno mno. Mungu awabariki sana wasikilizaji. Tuna hamu sana kuona mnatumia bidhaa zetu, mfaidi nyinyi, wafaidi watoto, wafaidi wazee. Mfano watoto wakiwa shuleni wanafunguka sana kufahamu, kwa sababu kasha mlipumu ina ubora kuzidi samaki mara 5 zaidi. Kwa hiyo ufahamu nafunguka sana, hata mtu mzima utafunguka sana.